yangu. sikufanya mazoezi ya Okay. mimi nilikuwa mtu ambaye siamini kwamba naweza nikawa na kisukari, kwa sababu mwili wangu sio mkubwa na ni mtu ambaye nilikuwa nafanya mazoezi sana tangu nikiwa mdogo, nikiwa shule, nikiwa chuo. Lakini kama ambavyo wanavyosema mtindo wa maisha, niliingia kwenye kazi kwenye kampuni moja au shirika moja ambalo kitu kilicho mbele yako ni kompyuta kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo kazi ambazo za namna hiyo unakuta kwamba hata ukifika jioni, niko Dar es Salaam, ukitoka mjini kwenda nyumbani, ukifika umeshachoka, uweze kufanya lolote. Huo mwendo huo, baadaye niliona kwamba sukari yangu inapanda. Nilipokwenda kupima nikaonekana kwamba niko kwenye pre-diabetic. Huo ulikuwa mwaka 2005, kama 2005 hivi. Kwa hiyo sikuichukulia sana sikuichukulia sana seriously. Basi niliendelea tu, nikaendelea, na bahati nzuri sana kazini kukawa na gym, tukawa tunafanya mazoezi ya gym. Kwa hiyo sukari yangu haikuwa sana inapanda, lakini nilikuwa najihisi wakati mwingine ninachoka, wakati mwingine nikifika nyumbani inabidi nilale. Na baadaye ilipofika katika miaka 2008, 2010, ndio nikaona kwamba sukari yangu sasa inavuka 6, inakwenda kwenye 8, inakwenda kwenye 10. Na ndipo nikaenda hospitali. Wakawa wananipa dawa za kuanzia, na dawa za kwanza ilikuwa metformin, na sikuwa naitumia kila siku. Nikiona tu kwamba imepanda natumia, ikishuka situmii, kwa sababu nilikushaelezwa kwamba si vizuri sana kutumia dawa hizi za hospitali. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya ilipofika mwaka 2015, kiasi ambacho ikabidi kwamba nianze kutumia mfululizo. Na baada ya hapo, baada ya kutumia mfululizo, sikuona kama sukari yangu ilikuwa inakwenda vizuri. Nikanunua kipimo cha sukari na pia nikanunua kipimo cha kupima pressure ambacho nipime nyumbani. Kwa hiyo nikawa napima kila siku na rekodi. Na ilikuwa inakwenda 7, inakwenda 8, inakwenda 9, inarudi 7, inakwenda 5. Na nikienda kupima kile kipimo cha miezi mitatu inanipa 5.4, 5.3. Daktari ananiambia kwamba hamna shida, iko vizuri tu. Iko vizuri tu, huja nani. Nikamwambia mbona sasa naona inapanda inafika 9? Anasema hiyo ni siku moja, lakini kwa miezi mitatu bado average inaonyesha kwamba sukari yako haiko mbaya, iko katika kiwango kinachotakiwa. Lakini sasa baadaye nikakuta kwamba naanza kupata kuanzia mwaka 2018 naanza kupata athari, naanza kusikia ganzi kwenye vidole vinaanza kuuma, na nikashangaa kwamba kidole kimoja hakiwezi kukunjika, kidole kimoja cha mkono wa kushoto kidogo. Nikasema ni nini sasa? Mimi sio mtu ambaye anakula vitu vingi sana, kwa sababu mimi tangu mwanzo tunakula vitu ambavyo ni nafaka ambazo hazijakobolewa. Lakini surely na kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana ni chai. Yaani kama chai hakuna, kwa kweli inakuwa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo nilipoona kwamba inakuja, nikasema hapana, kuna tatizo. Kwa hiyo nilipokwenda wakanibadilishia dawa, wakanipa Gema. Lakini Gema haikunisaidia. Nikaja tena baadaye wakanipa dawa inaitwa Pelagrin na nini na vitu hata zenyewe sizitambui vizuri kwa majina. Kwa hiyo baadaye nikaona kwamba sukari yangu haishuki, na kunywa dawa haishuki. Sasa sijui nani aliniunga na ili group, lakini hata hivyo aliponiunga na ili group sikulitia malani sana. Na ilipofika mwaka 2024, 25, ilipofika mwezi wa 7, ndio nikaanza seriously kuangalia
ile kundi, maana naona kwamba sio kidole kimoja kimeshajikunja, kuna vidole kama vitatu vimeshajikunja tayari, na usiku usingizi upati vizuri, alafu naumia sana sana sana. Nashindwa kuelewa kwa nini inakuwa hivyo. Basi nilipokuja kwenye grupu nikasikiliza, nikazungumza sana na Dr. Masud, na baada ya kuzungumza tu akaniambia kwamba kitu cha kwanza cha kufanya ni kuacha kula wanga wote. Kwangu halikuwa tatizo, nimeacha kula wanga, lakini bado nilikuwa nakula maharage. Kwa hiyo nikaona kuanzia hapo nikaona kuna mabadiliko, lakini bado nilikuwa natumia dawa. Lakini hata pamoja na kwamba nilikuwa natumia dawa, sikuona kama hizo dawa zilikuwa zinanisaidia. Maana wakati huu ilikuwa iko 14 na baada ukitumia dawa inafika 12. Sasa kama unatumia dawa lakini bado inafika 12, naona katofauti ni kadogo sana, kwamba kweli hii dawa zinafanya kazi au na dili yangu pancreas au kongosho limekufa. Nilipoenda kufanya kuangaliwa nakuta kongosho halijafa. Sasa ikaonekana kwamba kuna kitu kinachoitwa resistance, cell resistance ya nini, insulin resistance ya kufanya kwamba viini vya chakula viingie kwenye nini, kwenye damu, viingie kwenye mwili. Sasa vilikuwa vinaelea tu kwenye damu, haviingii. Sasa kitu gani kinasababisha visiingie, kinga gani hiyo? Kwa hiyo mpaka nilipoingia kwenye ile group ndipo nikajua kwamba kumbe wakati mwingine pancreas inaweza ikawa sawa, lakini tatizo likawa kwamba kuna kitu kinazuia. Nikaambiwa kwamba ni sumu nyingi ziko mwilini. Sumu hizo zimesababishwa na nini? Ni sumu zimesababishwa na madawa. Sasa worry yangu nikawa na wasiwasi kwamba huenda sasa labda figo zimepata matatizo. Kwa hiyo kila wakati nilikuwa nakwenda kupima, kila nikifika hospitali naambia pima, lakini hakikisha kwamba upima figo. Zinaambia kwamba figo bado ziko vizuri. Sasa baadaye nilipokuja kwenye grupu wakaniambia kwamba grupu inaniambia kwamba sasa usile mara nyingi. Maana mimi nilikuwa nakula asubuhi, mchana, jioni. Naambia funga masaa 16, kula saa 5, alafu unakula jioni saa 11, umemaliza. Kunywa maji lita 3 kila siku. Hilo halikuwa tatizo kwa sababu nilikuwa nakunywa maji tu ya kawaida, lakini tatizo langu lilikuwa ni mazoezi. Kwa hiyo nimeendelea hivyo, lakini nikaona kwamba bado sukari haishuki. Kwa hiyo ninapozungumza kwenye grupu ili ninaposikiliza wenzangu nagundua kitu kimoja, kwamba sukari bado iko nyingi mwilini. Kwa hiyo hii sukari iliyoko mwilini ambayo ni ya muda mrefu inabidi sasa iendelee kutumika. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba mimi niache kutumia sukari, niache kutumia vyakula hivi vya wanga, lakini wakati huo niendelee na kujitahidi katika mazoezi, nijitahidi katika kula vyakula hivi ambavyo tunaleta saladi, nijitahidi zaidi katika kufunga masaa 16, na nile milo midogo midogo kama ambavyo alinishauri siku moja Evelyn. Nikaona kwamba kadri ninavyofanya hivyo hapo ndio sukari ilikuwa inazidi kuwa stable. Sasa ikashuka ikafika mpaka kwenye 8, 9, 9, haishuki. Ninakula kila kitu, nakula vizuri, haishuki. Basi nikawa tuna psychologically nikasema bado sukari yangu ambayo iko kwenye ini, iko mwilini bado ni nyingi, inaendelea kutolewa taratibu. Sasa siku nilipoanza mwaka 2026 nilisema kwamba huu mwaka kwa kweli nisingependa uishi bila sukari yangu kuwa salama. Kwa hiyo nilichofanya ni nini? Ni kuzidisha tu kile kitu ambacho sio kitu zaidi, kile ambacho nilikuwa nimeelekezwa. Kula mboga mboga, kula saladi, kama ni matunda na kula tu tunda moja linaloitwa avocado ni nini? Kula avocado na tango, ndio vyakula vyangu. Maji kunywa zaidi hata lita 3. Mazoezi zidisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa nina kijana wangu ambaye kila siku namwambia twende mazoezi. Kwa hiyo asubuhi tunakwenda mazoezi, tunatembea. Tunaporudi sina mazoezi mengine. Kwa hiyo nilichofanya nikasema kwamba nikamwomba Mungu anisaidie nipate baiskeli ile baiskeli ambayo naweza kuweka nyumbani. Mungu akanisaidia nikapata ile baiskeli ya nyumbani.
ili hata wakati wowote ninapojisikia niko hivi niweze kuitumia. Lakini nikao kwamba si rahisi kuitumia kwa sababu ya program ya kazi. Sasa wakati tulipokuwa tumeambia kwamba nilipewa tangu mwanzoni na Dr. Masudi kwamba hiki kirutubisho kinatakiwa kitumike wakati ambapo sukari yako imeshakuwa kama 5 ngapi, ndio hapo unapoweza kutumia. Sasa ikiwa 9, ikiwa 8 ukitumia, nikafeel kwamba labda inawezekana ikawa haitakuwa na matokeo. Sasa kwa hiyo ikawa najitahidi ili kwamba sukari yangu iweze kufika 5. Kwa hiyo kitu nilichokifanya zaidi ni kuzidisha mazoezi, maana hivi vitu vingine ambavyo tumeambiana kwenye group vipo, lakini kitu ambacho nakipenda sana katika mboga hizi kwa ajili ya protein ni maharage. Mimi kwa kweli maharage tangu nikiwa mdogo maharage nayapenda sana. Lakini siku moja Evelyn akaniambia kwamba kwa nini, hebu jaribu. Evelyn akaniambia jaribu kuacha maharage uone. Aliponiambia nikaacha. Sasa nikasema nitakula nini? Kwa hiyo nikawa nanunua karanga, nanunua korosho, ndio vinakuwa ni alternative yani, inakuwa ni mbadala. Kwa hiyo ni kila mboga ni kila pamoja na mboga zangu ni nini? Ni mchicha au firigisi au figiri, lakini kuna cabbage, alafu kuna biringanya, kuna inaitwa nini, hoho, kuna kitunguu, kuna nyanya. Hivyo ndio vitu vyangu ambavyo ndio nasema ni mboga, na hivyo ndio nakula kila siku. Ninachobadilisha tu ni kama sio leo cabbage, labda ni mchicha wa kawaida, au ni figiri, au nikipata mchicha nani nyingine inaitwa nini, sio Chinese, ile nyingine inanisahau, iko kama Chinese. Nikipata hiyo basi ndio nakula. Na ninapo tatizo likaja sasa, nimeenda vizuri safari kikazi, nikienda kikazi nafika mahali ambapo hakuna hata mboga, hakuna hata nini, nikaanza kupata matatizo. Kwa hiyo narudi tena back, nikirudi naona sukari inazidi kupanda tena, lakini nikifika nyumbani naanza tena kujirekebisha, mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo nimeendelea hivyo, na nilipomaliza mwaka 2025 nilikuwa naona kwamba hali inashindikana, maana sukari inakuwa 9, sukari inakuwa 10, sukari inakuwa 8, haishuki. Ikishuka kwa bado utakuta imekwenda 6, lakini sio asubuhi, inakuwa labda mchana karibu na jioni, wakati wa muda wa jioni ndio inakuwa labda 6. Ukila tena chakula kesho asubuhi utakuwa 10.3. Kwa kweli nilikata tamaa. Nilipoanza Januari mwaka 2026 nikasema sitaki tena sukari yangu iwe 10. Hata kama ni kuacha kula milo miwili niache iwe 1, lakini sukari isifike hapo. Au kama ni kudonoa ni donoa tu chakula hicho ninachokula, kachumbari hivyo nadonoa, ili kwamba tu nikipima kesho yake ifike iwe chini ya 10. Hilo na mazoezi hilo nikafanikiwa, nikakuta ya juu inakwenda 9.3, lakini kadri ilivyokwenda ikafika 8. Ilipofika 8.3, 8.3 7.6, 7.6 8.3. Lakini siku moja nikashtukia imefika 5.6, 6.7. Nikasema alhamdulillah. Sasa nikaendelea siku juzi, sio siku nyingi sana, nilipopima ikafika 3.4. Nikasema haiwezekani, labda nimekosea. Nikarudia tena, ikanipa kipimo hicho. Nikasema kwani kumetokea nini? Nikaanza kujiangalia, na mke wangu akaniambia hebu angalia sasa, labda mwili wako unajisikia udhaifu. Nikamwambia sijisikii udhaifu. Sasa kwa nini imekuwa 3 na bado najisikia niko vizuri? Maharage nilishaacha, lakini chakula ninachokula mimi kwa protein, nakula karanga, nakula korosho, kama kuna samaki wa kavu nakula, na kama kuna kuku vipande kidogo nakula inapopatikana. Hivyo siwezi kupata kila siku, lakini naona kwamba bado hali yangu imekwenda vizuri, na nikikunja vidole
kidole cha mwisho hakijakunjika kabisa, lakini kinakaribia kufikia hatua ya kukunja kabisa. Nikaona kwamba sasa hali inakwenda vizuri, lakini bado sijapona kisukari, bado inaendelea, lakini nimeona mwanga wa njia mahali ambapo nakwenda. Na kwa kweli dokta, pamoja na ndugu zangu wengine, hakika sio dawa. Mimi kwangu dawa imeshadhihirisha kwamba haiwezi kunisaidia, lakini jinsi ambavyo tunavyokwenda katika hii nidhamu, na dada Evelyn juzi nilimuuliza maswali magumu, lakini ilikuwa ni maswali ambayo yalikuwa nalenga katika kurekebisha mambo yangu. Nimeona kwamba yamezaa matunda, hali yangu inakwenda vizuri. Mazoezi sasa hivi nafanya asubuhi, natembea zaidi ya saa 1.5 karibu saa 2, mpaka nikifika nyumbani najisikia kama nimechoka. Lakini jioni kabla ya kulala, nikishakula tena ile chakula cha jioni, nafanya angalau kwenye baiskeli mazoezi ya dakika 15, 10 mpaka 15 mpaka 20, na ninapolala najisikia nimelala vizuri, usingizi mzuri. Ile hali ambayo nilikuwa najisikia kwamba ya kutolala haipo tena, na ile hali ambayo nilikuwa nasikia miguu kuwaka moto kabisa, hata ukilala miguu inakuwa sasa nifanyeje, inazidi kupotea. Nasema sijapona bado kisukari kusema kwamba sasa nimepona, maana nataka nitakapokuwa nimesema nimepona napata kama 3.8 au 4.2, lakini napokula chakula ambacho kinawanga kidogo isizidi 6, ndio nitasema kwamba hapo kweli nimepona. Lakini mpaka sasa hivi nasema kwamba namshukuru Mungu sana, na nashukuru hili group sana, nashukuru ndugu zangu, ninyi ndio mmekuwa chachu ya mimi kufikia hatua hii, na kamwe hakuna mtu atakayeniambia kwamba eti dawa zinaponyesha. Hapana, mimi nimejaribu zote, na kisukari changu ni cha muda mrefu, lakini matokeo ambayo nimepata kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana mpaka leo ni ya kustajabisha, na namshukuru Mungu na washukuru wote. Namshukuru Dr. Masud, na Bwana wabariki wote jamani, asanteni sana. Amina rabbil alamin. Kakangu Mr. Andrew, kwa jitihada zako ulizozifanya na kuacha yako yote ukajua kuwa niache nini nifanye nini. Mimi kabla sijaongeza neno langu lolote, nikaribishe yeyote mwenye swali kwa Mr. Andrew, then kama hakuna naweza nikakuuliza maswali mawili matatu. Mwenye swali kwa Mr. Andrew, au kama mtu ananoongeza kwa alichokichangia Mr. Andrew, karibu nyosha mkono ama fungua mic yako. Kwa wale wageni, mic zipo chini, kuna emoji hicho, kuna kamera, kuna mkono, alafu kuna na dadangu Evelyn, karibu. Asante, habari za saizi? Nzuri, habari za kwako? Salama. Kwanza nampongeza sana Andrew sana kwa umakini na ufuatiliaji wa afya yake. Nami naongezea tu hapo, nina muda karibu wiki nilikuwa situmi ripoti, lakini ninaendelea kumonitor sukari yangu kwa ukaribu sana, kwa kucontrol portion, kiwango cha chakula ninachokula, kwa kuacha marage, karanga, hata korosho mimi nimeacha. Sasa hivi nakula zaidi salad, na katika saladi yangu siweki vitu vingi, naweka nyanya, naweka matango, naweka na kitunguu, ambayo nimeona siku za nyuma kiliwasaidia sana wenzangu, na mazoezi. Kwa kweli sasa hivi mimi nafanya mazoezi hata masaa 2. Nina wiki sasa hivi sukari yangu iko 3.4, 3.7. Kwa hiyo aliyoyaongea Andrew na yakazia, kila mtu aangalie wapi anarekebisha ili tupate mafanikio mazuri zaidi. Na mimi sasa hivi napata programu yangu vizuri, mazoezi kama alivyoongea mwenzangu. Kwa kweli sukari yangu haijafika 4, iko kwenye 3.7, 3.4. Asante. Shukran dada yetu Evelyn. Kwa wale walikuwa hawaamini kwa sukari inaweza ikasoma 3, bila shaka mnadhani mtakuwa mmesikia hayo maneno. Asante dada yetu Madam Evelyn kwa mchango wako mzuri. Mwingine anataka kukazia ama mwenye swali akaribie. Mr. Andrew, swali langu katika kupambana sukari kwa kokote, jambo gani ulofanya limekustaajabisha ambalo pengine huwezi ukalisahau? Aidha lilikuwa zuri, aidha lilikuwa baya kwa upande wako. Mr. Andrew, karibu. Sijakuelewa vizuri dokta. Hebu fafanua tafadhali.
Yani jambo gani ambalo pengine limekaa katika memory yako katika kupambana kwako na sukari? So lazima uenikuta katika programu yetu, hata nje ya program, pengine hata kabla sisi hujatujua. Jambo gani, pengine kuna jambo limetokea lolote katika kupambana na sukari limekustaajabisha ama limekaa katika akili yako? Ndiyo dokta. Karibu tuhadisie. Yes, katika mapambano yangu haya nilikutana na daktari mmoja. Daktari yule akaniangalia akanipa dawa, alafu akasema kwamba ngoja tujaribu tuangalie kwamba hili kongosho lako lipo hai au limekufa. Kwa hiyo akaniambia kwamba tutakupa dawa na baadaye, baada ya wiki utakuja tuangalie kwamba hali yako imekuwa namna gani. Dokta, nilipewa zile dawa ambazo yeye aliziamini kwamba ndio hasa za hali ya tuseme za kiwango cha juu cha control sukari, kwamba ni mtu anapotumia zile, kama zikishindikana, basi hakuna tena suluhisho lingine. Na nilipotumia baada ya wiki moja, nilipoenda, kwa kweli ionekane kwamba yani haiwezekani tena, ni kama kongosho limekufa. Na niliposema kwamba kongosho ni kama limekufa, hakuna tena kitu chochote ninachoweza kukifanya, nilichofanya dokta, ambacho zikisahau, sikumrudia tena yule daktari. Nikasema ngoja nitafute katika kitu kingine. Haiwezekani kwamba hilo, hakuna kitu kabisa kinachoweza kufanya, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba mara nyingi mwili una uwezo wa kujiponyesha wenyewe. Tatizo ni kwamba mara nyingi hatujui tufanye nini ili turuhusu mwili uweze kutuponyesha hata ugonjwa gani. Sasa huu ugonjwa kweli ni kama haiwezekani, basi nitajua kama haiwezekani baada ya kuweza kupata kitu sahihi. Na sasa baada ya hapo ndio sasa nikaja kupata hili group, na baada ya maelezo yake mlioniambia, yale maelezo yaliingia katika kichwa changu kwamba kutokana na uzoefu niliopata kwa madaktari wengi, bila shaka ngoja nijaribu njia hii. Naona hii njia ndio iliyo mwafaka ya kufanya mwili wenyewe kwa kutumia vyakula, kwa sababu hata hivyo tulipoumbwa, hivi vyakula hivi ambavyo unavisema hapa sasa hivi dokta, kwamba tuvitumie, na matunda haya ndio yaliyokuwa ya wazee wetu wa mwanzoni, Adamu na Hawa ndio waliokula. Adamu na Hawa hawakula nyama, hawakula vitu ambavyo tunavipata sasa hivi. Hapo walikula vile vitu vya asili, matunda na mboga mboga, ambazo ndio hizo ambazo tunaambiwa zenyewe tu ni dawa. Kwa hiyo katika hilo sitalisahau, ndilo ambalo naweza nikasema ndio experience niliyoipata dokta. Asante sana. Shukran sana Mr. Andrew. Mr. Andrew, nimemuuliza swali hili kwa sababu kila katika safari ambayo ina milima na mabonde, lazima kutakuwa kuna vitu vitakuwa vinakukumbusha something, ambavyo huenda ukamhadisia mwenzako au kampa mwenzako tahadhari au kamwambia mwenzako fanya hili na hili na hili ili uweze kufanikiwa. Kila mmoja historia yake bila shaka katika sukari anaijua. Yeye Andrew alisema kuwa alipewa dawa, zikifeli hizo hakuna njia mbadala, maana yake kinachofuata ni kifo tu ama kuharibika viungo vingine. Then ndo maana akaamua asirudi tena kule. Mwenyezi Mungu akamjalia akakutana na sisi